Nachoka mimi, nachoka mimi, nachoka Mwandambo, nachoka mimi, nachoka Tanganyika, nachoka mimi, nachoka Mwandambo, nachoka mimi, nachoka baba yenu, nachoka mimi, nachoka mziki, nachoka Mwandambo, nachoka mimi, nachoka baba, nachoka Mwandambo, nachoka Tanganyika, nachoka mimi, nachoka baba yenu, nachoka mimi, nachoka baba yenu Clemence Mwandambo. Ngatere, nimemaliza. Yani kiongozi ana maamuzi matatu ya kuyafanya kwenye maisha yake ya uongozi. Yani awe kiongozi wa nchi, kiongozi wa mkoa, ana maamuzi matatu ya kuyatengeneza. Ana mambo matatu. Kwanza, kiongozi anatakiwa kuwafanya watu wampende, au anaweza kuwafanya watu wamheshimu, au anaweza kuwafanya watu wamuogope. Huo ni wajibu wa kiongozi na viko ndani ya mamlaka yake. Kwa hiyo ili watu wakupende, lazima uishi nao na mambo yako uishi nao. Ili watu wawe wanakuheshimu, timiza ahadi zako, nao hakisha wanazijua ahadi zako. Lakini ukitaka kuogope, waelekezee bunduki. Ukiwaelekeza bunduki, mtoto akwambia mnanipenda, wanasema tunakupenda, huku wanatazama mtoto wa bunduki. Hayo ni maamuzi ya kiongozi. Nimaliza bayanu Clemence Mwandambo. Nachoka mimi. Hakuna ugonjwa mbaya kama hofu. Hofu ndio ugonjwa kuliko hata virusi vya ukimwi. Hofu ni kitu kibaya mno kinachotawala mioyo ya Watanzania. Hakuna tatizo baya kama hofu. Hofu inapenya katika mishipa ya watu. Hofu inapenya katika damu za watu. Hofu ndio uharibifu wa mioyo. Hofu husababisha hata moyo kunenepa. Hofu husababisha hata presha kwa watu wengi. Wanakuwa hawana uwezo wa kunena chochote, hawana uwezo wa kuzungumza chochote, wanakosa uhuru. Yani uhuru unapotea kwa sababu ya hofu ambayo imetawala mioyo ya watu. Hofu ndio ugonjwa mbaya. Hofu ni zaidi ya kansa. Hofu ni tatizo katika nchi ya Tanzania. Ni tatizo, a big problem. Nachoka baba yenu Clemence Mwandambo. Nachoka mimi. Yani Watanzania tabia zetu kidogo ni za ajabu. Si ndio upole? Si ndio hii amani inayozungumzwa? Ya unakuta unalipia shule nzuri, unalipa ada ili mtoto wako ajue kusoma na kuandika, mtoto wako ajue hesabu, mtoto wako awe vizuri. Mzazi unalipa, lakini shule hiyo hiyo unaolipia, mwalimu anaanza kukuomba mtoto wako aje tuisheni ili aelewe. Sasa swali ni kwamba ile ada unaolipa hulipii mtoto aelewe? Kwa nini mwalimu akuombe tena mtoto aje tuisheni? Huyo mwalimu tayari ameshakosa kazi, hajui anachokifanya. Na mzazi mwenyewe unalipia tuisheni, hujui unachokifanya. Yani huna akili. Ndivyo Watanzania tulivyo. Ada unalipa ili mtoto wako ajue, aelewe, apate ufahamu, na unamlipa mtaalamu ambaye ni mwalimu aweze. Alafu mwalimu anakuomba, naomba mtoto wako aje tuition ili aelewe. Sijui kama mnanielewa. Nachoka mimi baba yenu Clemence Mwandambo, nachoka mimi. Nyinyi watu wazima, nyinyi mnaopenda kupeleka watoto shule za boarding, hasa hii level ya primary, level ya shule ya msingi. Unakuta mzazi anapeleka katoto darasa la pili boarding, la tatu boarding. Hivi akili yako unafikiri kule kuna mtu mzima anayemjali mtoto wako? Watoto kule ndio wanaenda kujifunza ushoga, wanafanywa
wanageuzwa nyuma. Mtoto limekuwa jitu zima, linakuwa shoga, lakini kumbe lilikuwa linachezewa matako likiwa boarding. Mengine anafanywa mpaka na walimu wao. Hebu fikiria mtoto wako amemaliza form 6, unakuja kugundua ni shoga na kuacha hawezi. Wazazi mnanichosha. Nachoka mimi, Clemence Mwandambo, nachoka mimi.